Alikuwa na pesa nyingi mfukoni, lakini siku ile alishindwa hata kununua chakula cha kumaliza njaa. Gari lake lilikuwa la kifahari, mfuko wake ulikuwa umejaa fedha, lakini alikaa katikati ya pori, kwenye tope, mvua ikinyesha, akitambua kwa uchungu kwamba pesa zake hazikuwa na msaada wowote. Huyo alikuwa tajiri mkubwa, tajiri aliyekuwa akiamini pesa ni suluhisho la kila kitu maishani. Kila alichotaka aliweza kukipata kwa pesa. Kila aliyemtaka aliweza kumnunua kwa pesa. Kwa mtazamo wake, ulimwengu ulikuwa unazunguka kwa sababu ya pesa. Siku moja alipata taarifa kuwa kuna shamba kubwa linauzwa kijijini, shamba lenye rutuba na lenye thamani kubwa. Bila kusita, aliona hilo kama fursa nyingine ya kuongeza mali zake. Aliamua kufunga safari mara moja. Alijiandaa vizuri. Akachukua gari yake binafsi, akaweka mafuta ya kutosha, akabeba pesa nyingi zaidi ya kiasi kilichohitajika kununua shamba hilo. Ndani ya moyo wake alikuwa na uhakika, pesa zangu zitamaliza kila kitu. Akaanza safari kuelekea kijijini, akiwa peke yake ndani ya gari. Mwanzoni barabara ilikuwa nzuri, lakini kadri alivyokuwa akisonga mbele, safari ilianza kubadilika. Baada ya muda mrefu, alifika kwenye barabara ya vumbi. Siku hiyo mvua ilikuwa inanyesha. Mvua nyingi na mfululizo. Barabara ikaanza kuwa mbovu, matope yakaanza kuonekana. Lakini hakujali. Alikuwa na gari imara, na zaidi ya yote, alikuwa na pesa. Aliendelea kusonga mbele, licha ya barabara kuwa mbaya. Maji yalikuwa yamejaa kila upande, tope lilizidi kuwa zito, lakini aliendelea kuendesha gari kwa kujiamini. Mpaka ilipotokea ghafla, gari likanasa kwenye tope. Alijaribu kuongeza mwendo, magurudumu yakazunguka, lakini gari likazama zaidi. Alijaribu tena na tena, lakini ikawa bure. Gari lilikwama kabisa, katikati ya pori, mvua ikiendelea kunyesha. Mwanzoni hakupata wasiwasi. Alijiegemeza kwenye kiti na kusema moyoni, hakuna shida. Alitoka nje, akaangalia huku na kule. Hakukuwa na nyumba, hakukuwa na watu, hakukuwa na dalili ya maisha ya watu. Ni pori tu na barabara ya matope. Alirudi ndani ya gari, akaamua kusubiri. Mvua iliendelea kunyesha. Hakuna gari lililopita, wala mtu yeyote aliyepita kwa miguu. Baada ya muda, njaa ilianza kumuuma. Tumbo lilianza kuguna. Akaangalia ndani ya gari. Hapakuwa na chakula. Hakukuwa hata na biskuti. Akatabasamu kwa huzuni. Alikuwa na pesa nyingi sana ndani ya gari. Pesa ambazo zingeweza kununua chakula chochote mjini. Lakini pale, katikati ya pori, hakukuwa na chakula cha kununua. Aliendelea kusubiri hadi giza lilipoanza kuingia. Usiku ukafika taratibu. Ilibidi afunge vioo vya gari. Akabaki ndani usiku kucha, mvua ikiendelea kunyesha, upepo ukivunja matawi ya miti. Akaamua kutumia simu yake kutafuta msaada. Akajaribu kupiga simu. Hakuna mtandao. Akajaribu tena. Hakuna simu iliyotoka wala kuingia. Eneo lile halikuwa na mtandao kabisa. Alikuwa amekwama peke yake kwenye pori, usiku wa mvua, akiwa na pesa nyingi lakini hana msaada wowote. Ambacho hakukijua ni kwamba wenyeji wa eneo lile walikuwa wanaijua barabara hiyo vizuri sana. Kwa hiyo kipindi cha mvua hakuna mtu anayetumia njia ile, kwa sababu ni barabara hatari na mbaya sana. Lakini yeye, kwa sababu ya kujiamini na pesa zake, aliingia bila kuuliza wala kushauriwa. Usiku mzima alikaa pale, macho hayapati usingizi, njaa ikimuuma. Na alfajiri ilipofika, hali ilikuwa bado ngumu zaidi. Alfajiri ilipofika, mvua ilikuwa imepungua taratibu. Mawingu mazito yalikuwa bado yametanda angani, lakini mwanga wa jua ulianza kuchomoza polepole. Tajiri alifungua mlango wa gari kwa uchovu mkubwa. Mwili wake ulikuwa umechoka, tumbo lake lilikuwa linauma kwa njaa, akili yake ilikuwa nzito kwa mawazo. Alitoka nje ya gari, akaangalia kila upande. Mbele, nyuma,
kulia na kushoto, hakukuwa na dalili yoyote ya msaada. Ni pori tu, miti mirefu na barabara ya matope iliyoharibika kabisa. Gari lake lilikuwa bado limezama kwenye tope, halionyeshi dalili ya kutoka. Akasimama kwa muda. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi udhaifu. Alikuwa mtu aliyekuwa amezoea kutoa amri, kulipia kila kitu, akupata anachotaka kwa haraka. Lakini pale hakuwa na mamlaka wala msaada. Baada ya kusimama kwa muda, aliamua kufanya jambo ambalo hakuwahi kufikiria kama angefanya kwenye maisha yake. Akaacha gari lake pembeni, akaingia ndani ya pori. Alianza kutembea taratibu, macho yake yakitafuta chochote cha kumsaidia. Alianza kutafuta matunda ya porini ili aweze kula. Alikuwa anachungulia kwenye miti, chini ya vichaka, akijaribu kukumbuka alichowahi kuona au kusikia kuhusu matunda ya msituni. Alikuwa mwangalifu, lakini njaa ilikuwa kali kiasi cha kumfanya athubutu. Ni jambo la kushangaza jinsi maisha yanavyoweza kubadilika ghafla. Tajiri aliyekuwa na uwezo wa kula chakula cha gharama kubwa wakati wowote, siku ile alifurahia tunda la porini kama mlo kamili. Alikula si kwa kushiba, bali kwa kuokoa uhai wake. Baada ya muda, alirudi kwenye gari, akakaa chini ya mti karibu nalo, akisubiri msaada. Jua lilizidi kupanda, mchana ukakaribia, lakini bado hapakuwa na dalili ya mtu yeyote kupita. Ghafla, alisikia sauti za watu wakizungumza kwa mbali. Akaona watu wachache wakiwa wamebeba vifaa vya kuwindia, wakitembea taratibu kwenye barabara ile ile. Kwa haraka, aliwaendea na kuwaomba msaada. Uso wake haukuwa tena wa majivuno, bali wa unyenyekevu na maombi. Wale wawindaji walimsikiliza, akamwangalia na gari lake lililonasa kwenye tope. Bila kusita, walikubali kumsaidia. Walikuwa ni wakazi wa kijiji alichokuwa anakielekea. Walijua barabara ile vizuri, na walijua jinsi ya kushughulikia tope. Kwa pamoja, waliinua, wakasukuma, na hatimaye gari likatoka kwenye tope. Tajiri alishukuru sana. Aliwaomba wapande ndani ya gari. Wakaendelea pamoja safari kuelekea kijijini. Njiani, alisikia hadithi zao, akasikia maisha yao ya kawaida. Watu wale hawakuwa na pesa nyingi, lakini walikuwa na upendo, maarifa ya mazingira, uzoefu, mshikamano. Vitu ambavyo siku ile vilikuwa na thamani kuliko pesa zote alizobeba. Baada ya kufika kijijini na kukamilisha shughuli zake, alirudi mjini akiwa mtu tofauti kabisa. Safari ile ilimfundisha somo ambalo hakuweza kulipata kwenye vitabu wala kwenye akaunti zake za benki. Alijifunza kuwa pesa ni muhimu, lakini si kila kitu. Kuna mahali pesa hazifai kitu kabisa. Kuna wakati mtu anahitaji utu, maarifa, subira na msaada wa watu wengine. Tangu siku ile, alibadilisha mtazamo wake wa maisha. Alijifunza kuheshimu watu, mazingira na hali halisi za maisha. Alielewa kuwa pesa zinaweza kununua vitu vingi, lakini kuna wakati wanahitajika watu pesa haifai kitu.